ni jina la Kigiriki ambalo lina maana mengi, lakini tumechukua maana mawili. Ina maana karibia matatu hivi. Jina Sardi ni jina la Kigiriki hivi. Maana yake ya kwanza ni mabaki au waliotoweka. Mabaki au waliotoweka. Hali hii inahusu kitu ambacho kilikuwa kizuri, lakini sasa hakipo, kikaacha mabaki machache. Tutaona hayo mabaki baadaye hapa. Kitu kilikuwa kizuri, kikafa, kikaacha mabaki machache. Na ndio maana jina hili Sardi linamaanisha mabaki au waliotoweka. Lakini pia jina Sardi linamaanisha jiwe jekundu. Unajua ili kanisa la Sardi limejengwa, haya majina Sardi, Efeso, Smyrna, Tiatira, Pergamo na kadhalika, ilikuwa ni majina ya miji ya Asia ndogo. Sasa kanisa lilikuwa likichukua jina la mji. Kanisa likionekana Pergamo linaitwa kanisa la Pergamo. Sasa ili kanisa la Sardi lilijengwa juu ya mwamba mkubwa sana ambao ulikuwa umepanda hadi mita 450. Sasa huo mwamba ulikuwa na utajiri mkubwa sana. Ilikuwa ni mawe ambayo yalikuwa na thamani kubwa. Na ndio maana utaenda kukuta hapa hili kanisa la Sardi lilichukua maana ya hilo jiwe, yaani jiwe jekundu, likawa kanisa ambalo lina vitu vyenye thamani, lakini mbele ya Mungu kanisa likakosa thamani. Hiyo ni shida. Kanisa limejengwa juu ya vitu na imejaa vitu vyenye kuwa na thamani, lakini mbele za Mungu kanisa halina thamani. Ikawa shida ya hili kanisa. Hatutaki kuingilia historia sana, kuna mambo mengi hapo. Lakini tu ili kanisa walijipatia jina hapa. Kwanza wao waliamini kwamba kwa upande wa ulinzi, waliamini kwamba hawawezi kutekwa wala kuingiliwa na maadui. Kwa sababu gani? Kwa sababu kanisa limejengwa au mji umejengwa juu ya mwamba. Kutoka kwenye mita 450 kufika hapa, hakuna mtu ambaye atapanda hapa. Kumbe walikuwa wameacha mlango wa kutoka na kuingia, na kwenye ule mlango waliweka ulinzi mkubwa. Lakini hili kanisa, pamoja na kwamba wao walijiona na kujisifu kwamba hawawezi kushindwa, walitekwa mara mbili. Walitekwaje sasa? Wao waliamini walinzi walio mlangoni, walinzi wakalala. Kwenye miaka 547 akaja Koreshi mfalme akawateka wale watu, au mji ukatekwa na Koreshi mfalme. Lakini tena kufika kwenye miaka 214 tena wakatekwa na mfalme mwingine ambaye alitawala sehemu mbili, alikuwa anaitwa Antioko wa tatu. Katika miji hii ya Sardi palikuwa na maabudu ya sanamu. Kwanza palikuwa mungu mkuu pale, alikuwa anaitwa Artemi. Wagiriki walimuita Artemi, lakini pia alikuwa akiitwa kwa jina lingine pale Diana kwa Kirumi. Walikuwa wakiabudu huyo mungu Diana au Artemi na wakamjengea madhabahu, lakini makao makuu ya Artemi yalikuwa Efeso. Wakamjengea madhabahu hapo Sardi na wakawa wanaabudu na miungu mingine hapo. Basi tuangalie sasa kwa nini Yesu alichagua mji huu kama mfano. Mji wa Sardi ulikuwa na sifa ya zamani, yaani wao hapo kale walikuwa watu matajiri sana, na wakajivunia sifa zao za zamani, wakasahau hali iliyopo sasa. Ni kama leo utakuta watu wanasema wakati wa uamsho sisi tumechoma mpaka na uchawi, lakini ukimwangalia, tukiachana na ule muda wa uamsho, kumwangalia leo hayupo tena kwenye uwepo wa Mungu. Bwana Yesu atuhurumie. Mtu anakaa na sifa za zamani. Yeye alikuwa, utasikia mtu anakuambia mimi nilikuwa nikisimama kuombea wagonjwa wote wanapona, lakini leo kwa nini hauombi tena hivyo? Na ukiona kwamba zamani ulikuwa na sifa njema za kiroho na leo hiyo sifa haipo tena ndani yako, jua kwamba una jina la kuwa hai nawe umekufa. Hawa watu walikuwa watu wenye sifa nzuri sana zamani,
watu wa Sardi, wakapata thamani kubwa mbele za watu. Lakini Mungu alipoliangalia kanisa akasema, hapa hakuna chochote hapa. Likaambiwa kwamba ni kanisa ambalo lina jina la kuwa hai nalo limekufa. Sababu wao walikuwa na sifa njema, lakini ukiangalia sasa hali iliyokuwa kwa muda ule ambao Yohana anaandika ilikuwa tofauti kabisa. Ndiyo maana Yesu anasema, na yajua matendo yako ya kuwa una jina la kuwa hai nawe umekufa. Bado unabaki na sifa za zamani, lakini sasa Mungu akikuangalia ndani yako hamna chochote. Kinabaki hapo tu kiberiti ambacho hakina maana. Sasa hiyo ni shida. Hapo kwenye mafunzo, kwenye somo hili au kwenye jina Sardi, kuna mafunzo matatu ambayo utaipata kama utahitaji baada ya ibada hii. Lakini katika hayo mafunzo matatu nitaacha na yapitia kwa juu. Mafunzo matatu, funzo la kwanza linataka kutufundisha nini kupitia hili kanisa la Sardi? Linataka kutufundisha kwamba sifa za zamani haziokoi. Ingawa kwamba umekuwa na sifa za kale, kama leo umepoteza sifa mbele za Mungu, hizo sifa haziwezi kukupa wokovu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini somo la pili ambalo tunapata katika jina hili Sardi ni kwamba usalama wa uongo hauwezi kutetea mji au kanisa. Wao waliweka upingwa kwamba hatuwezi kuingiliwa na maadui, lakini wakashambuliwa. Shetani akaja wakati wamelala akawashambulia. Ndicho hichi ambacho mchungaji amesema hapo, tusilale. Tukilala na sisi tutashambuliwa kiroho. Ni kama kanisa ambalo limekwisha kulala, alitaki tena kuamka. Sasa wakati mmelala, shetani anakuja anapokonya kile kilicho ndani ya kanisa. Lakini funzo la tatu ni mabaki yaliyopo. Unaona, ukisoma katika Ufunuo wa Yohana 3:4, hapa hatutasoma. Yohana anaandika nini? Lakini kuna watu wachache ndani yako wewe Sardi, ambayo wameyafua mavazi yao na kuyaweka meupe. Yaani wao hawachukuliani na matendo mabaya. Yaani hata kama kuna kuangamia, Mungu bado anaacha wachache. Hili linatufundisha kwamba katika hali ya kuangamia bado Mungu anabakiza wachache walio hai. Ndio wale ambao walitengwa katika kanisa la Sardi. Na hata hivyo katika ulimwengu wa sasa, wakati Mungu anapeleka kuharibu nchi au dunia, bado anawatenga wachache wabaki hai. Tunachukua mfano wakati wa gharika ya Nuhu. Mungu aliazimu kuangamiza dunia nzima, lakini alipompa Nuhu utaratibu wa kufuata, na Nuhu alipokubali, waliokoka watu 8. Dunia imeangamia, lakini mabaki yakabaki hai watu 8. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo hata na wewe wakati kanisa linashambuliwa, ukisimama na uwepo wa Mungu, hata kama wengine watakufa kiroho, wewe utakuwa umebaki hai. Lakini pia utaangalia hata wakati wa kuunguzwa kwa ile miji ya Sodoma, zilikuwa nchi 5 pale ambazo Mungu alikusudia kuchoma. Ilikuwa Sodoma, Gomora, Adma, Zeboimi na Soari. Mungu akataka achome miji yote hiyo. Hiyo miji 5 Mungu amekwisha kukusudia kuchoma, vyote viteketee kabisa. Lakini bado kukabaki mabaki ambayo yalionekana hai, ambaye ni Lutu na binti zake wawili. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hiyo Soari haikuchoma, lakini hizo 4 zilichoma. Sodoma, Gomora, Adma, Zeboimu zote zilichoma. Soari iliachwa kwa sababu wakati Lutu anakimbia, alipofika Soari akachoka. Mungu wakati anaambiwa endelea kukimbia, akaomba Mungu usichome hapa, maana najihifadhi hapa. Basi Soari ikabaki. Unaona hata katika kuchoma miji kuna mji ambao bado umeachwa, imekuwa kama mabaki. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tumeingilia historia sana, acha tuache hiyo, mambo ni mengi hapo. Tuingie kusudi la somo. Kwa nini tumechukua somo hili, kuwa na jina la kuwa hai nawe umekufa, au una jina la kuwa hai nawe umekufa? Tunahitaji nini au tunalenga nini hapa kwenye somo hili? Makusudi ambayo yametufanya sisi kuchukua somo hili, kwanza
ni kuwasaidia waumini wetu kuelewa hali halisi ya kanisa la Sardi ili kujitenga nayo na kuimarisha maisha yao ya kiroho katika Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Ukishajua hili kanisa liliangukia hapa, wewe unaachana na ile njia, unachukua njia ambayo itakuimarisha katika ulimwengu wa roho. Lakini kusudi la pili ni kusaidia waumini wetu wawe na sifa zinazofungua milango ya baraka za Mungu. Tutafute sifa na tabia ambazo zitafungua milango ya baraka za Mungu kwetu. Kusudi la mwisho au la tatu, kusaidia waumini wetu watafute mbinu za kuwasaidia wanaokufa kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana mnaona ndugu yetu hapa halali hivi alikuwa mkaa ameingia muele, anaenda anatafuta wale walioanguka kiroho, waliokufa kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Somo letu lina mambo manne, lakini leo nakusudia tuseme mawili. Jambo la kwanza, tutaona maneno muhimu matatu au siri tatu za maneno muhimu tatu katika somo, na baada ya hapo tutachukua pointi nyingine, dalili, sifa na tabia za kufa na kuwa hai kiroho. Ikiwa tutapata nafasi siku nyingine, tutamaliza pointi mbili ambazo zitasalia, ambapo kuna pointi moja, faida na hasara za somo hili kwa kanisa la leo, na baadaye hatua za kuzingatia ili kurudisha uhai pindi unapoonekana umekufa. Hizo ni pointi 4 ambazo zinaongoza somo letu. Tuchukue pointi ya kwanza, maneno matatu muhimu. Katika somo hili tuna maneno mengi, lakini tumechagua tu maneno matatu kwa sababu somo linasema una jina la kuwa hai nawe umekufa. Kwa hiyo tutaenda kuona jina ni nini, na baada ya hapo tutaenda kuona kuwa hai ni nini, na baadaye kufa ni nini. Hayo ni maneno matatu ambayo tutaenda kuona katika pointi ya kwanza. Na ukiangalia neno jina, wanasayansi wanasema jina ni neno linalomtaja mtu, mnyama au kitu chochote. Jina ni neno linalomtaja mtu, mnyama au kitu chochote. Hapa hivi nikisema hapa mtumishi Dennis njoo hapa, wote mtanyamaza, atainuka yeye, maana yeye ndiye mlengo wa jina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini ukiangalia, sijui kama niko haraka sana. Niko haraka sana. Basi gari inapunguza speed. Tunasema hivi. Kwa pointi ya kwanza tunaona maneno matatu muhimu. Tutaona jina ni nini, kuwa hai ni nini, na kufa ni nini. Na tukaanza neno la kwanza ni jina. Tukasema hivi, jina ni neno ambalo linataja mtu, mnyama au chochote kile. Hilo ndilo jina kulingana na wanasayansi hao. Lakini ukiingia kwenye kamusi ambayo inaitwa kamusi elezo huru, linasema hivi, jina ni neno au maneno ambayo wamepewa watu, wanyama, mti, vitu ili kutambulisha. Yaani jina linatambulisha mtu. Na tunaenda kuangalia katika umuhimu wa jina, utaona jina linabeba hata maana ya mtu. Ndiyo maana mtu mmoja akasema hivi, mimi mtoto wangu matatizo ni mengi. Kila siku kama ni mtoto hivyo anaumwa mara kwa mara, vifo vya mara kwa mara ndani ya nyumba yake. Lakini tulipofika pale tukamuuliza, mama, huyo binti yako anaitwa nani? Akasema anaitwa Mateso. Sisi moyoni tukasema anaendana na jina lake. Bwana Yesu atuhurumie. Hii itakupa picha kwamba kuna baadhi ya majina yakikamilika kwako unaweza ukapata shida. Na ndivyo ilivyo hata mbingu. Mbingu nayo inaangalia, kuna baadhi ya majina ambayo mbingu inaangalia. Mtumishi wangu akipata jina kama hili litamsumbua. Mtumishi wangu nisipomtafutia jina njema atasumbuka. Na ndiyo maana kuna watu katika Biblia kabla ya kuzaliwa
Mungu ametuma mjumbe wake au ameenda mwenyewe kutangaza jina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wewe una jina gani? Amen. Labda wewe umepewa jina la kuwa hai na wewe umekufa. Amen. Kuna watu watatu ambao tutaongea hapa. Hawa kabla hata ya kuzaliwa Mungu akatafuta, kabla ya kuzaliwa ametafuta majina yao. Kuna katika kitabu cha Mwanzo pale sura 17. Ibrahimu anapewa ahadi ya kuzaa mtoto, lakini Mungu mwenyewe anamkamilishia. Utasoma mwenyewe hapa katika Mwanzo sura 17 mstari wa 19. Mungu anafika kwa Ibrahimu. Mungu mwenyewe anamwambia mtoto ataitwa Isaka. Mungu mwenyewe anamwambia Sara mke wako kwenye majira kama hayo atabeba mimba na atamzaa mtoto na utamwita jina lake Isaka. Mungu akachagua jina Isaka. Labda utajiuliza kwa nini Mungu achagua hilo jina? Maana ya jina Isaka ni kicheko au furaha. Lakini pia Isaka inamaanisha Mungu anatimiza ahadi zisizoaminika. Kwa nini hiyo maana mawili? Sababu wakati Mungu anamtamkia Sara, anamtamkia Abrahamu au Ibrahimu kwamba Sara mke wako atazaa akiwa na miaka ambayo hairuhusu tena kuzaa, Sara pale ndani alicheka. Tabinawezekana lugu inembokoma wame amaomi nyenda mwenao mbatimba huo. Mungu akajua, lakini kicheko kiligeuka kuwa kicheko cha furaha. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Wa pili ambaye alipangwa jina na Mungu ni Mungu ametuma mtu au malaika akaenda kumwona Yusufu, akamwambia hivi, Yusufu, usiache kumchukua mke wako, maana mimba ni ya uwezo wa Roho Mtakatifu, na tazama bikira atazaa mwana na utamwita jina lake Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu mwenyewe akachagua jina. Maana ya jina Yesu ni Bwana anaokoa, kwa sababu yule mtoto amekuja na wokovu wa ulimwengu katika mamlaka yake. Bwana Yesu asifiwe. Na watatu ni wengi. Watatu ambaye alipangwa jina na Mungu kabla ya kuzaliwa ni Yohana. Hapa tukisema Yohana, Yohana walikuwa watano, ndio tumesema huyu ni wa pili, Yohana Mbatizaji. Utaenda kumsoma katika andiko la Luka sura ya 1 na mstari ule wa 13. Malaika anatumwa na Mungu, anafika kwa Zakaria baba yake ya Yohana Mbatizaji, na anamwambia kwamba mtoto utazaa mtoto, na huyo mtoto jina lake utamuita Yohana. Mungu akaandaa jina la mtoto Yohana. Wakati bibi yako anakuwa na ujauzito, unatafutia jina wapi? Wengine wanaangalia katika majina ya asili, na yale majina ya asili mengine yanabeba laana za familia. Yale majina ya asili, mtu mwingine unaweza ukapanga jina lake lile jina, wewe mtoto akaenda sambamba ya yule mwenye jina. Sasa angalia yule mwenye jina alikuwa na sifa gani mbele za Mungu? Hivi lele kama ndio wewe maana wewe mpangane hilo jina. Mtoto akianza kunywa pombe, unaanza kulaumu mtoto. Jina la urithi, akirithi na tabia inakuwa ngumu sana. Sasa yeye ameambiwa kwamba mtoto utamuita jina lake Yohana. Malaika anamwambia baba, mtoto utamuita jina lake Yohana. Maana ya jina la Yohana ni nini? Ni Bwana ni mwenye neema. Bwana ni mwenye neema. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo kwenye swala ya jina kabisa, tunaenda kugundua kwamba jina linaweza kubeba maana au tabia halisi ya mtu, na jina linaweza kukupa wewe kibali cha kutambulika. Tulikuwa na kijana pale Rugufu pale, sitasema kijiji chake, lakini najua Nadia atamjua. Nadia atamjua nikitaja jina. Kwa hiyo nalihifadhi. Alipewa jina, hilo jina likaendana na tabia yake. Yeye alipewa jina ambalo lina sifa mbaya, na hiyo sifa ikaendelea kabisa kudhihirika ndani yake. Mungu anataka uchukue jina jipya leo. Hataki wewe kuwa na jina la kuwa hai wakati wewe umekufa. Anataka uwe na jina ambalo linakupa wewe uzima. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Basi tukiondokana na jina, tuna neno la pili hapa. Na katika kuliacha hilo neno, kuna watu wengine walikuwa na majina yao ya zamani, lakini Mungu alipoangalia lile jina na huduma ambaye anaweka
Mungu alibadilisha majina ya watu wengi. Kama wewe leo Mungu anataka utoke katika jina la kuwa mfu uonekane umebeba jina la kuwa hai. Bwana Yesu asifiwe. Alimwangalia Abraham akasema hili jina haliendani na udongo, akampa jina la Ibrahimu. Hatutaki kusema maana hayo majina. Alibadilisha jina la Abraham akampa jina la Ibrahimu. Ukitaka kujua maana ya majina ya zamani na ya sasa utaniona baada ya ibada hii. Alibadilisha jina la Yakobo akamuita Israeli. Hao ni watu ambao wamebadilishwa majina. Akabadilisha jina la Sauli akampa Paulo. Akabadilisha jina la Hosea akamuita Yoshua. Akabadilisha jina la Adasa akamuita Esther. Esther huyo ambaye mnasoma. Jina lake kabisa ni Adasa. Akabadilisha jina la Yusufu akamuita Zafenath Panea, na kila jina lina maana yake. Yaani aliwapa majina ambayo yana kibali mbele za Mungu. Majina mengine yalionekana yana mapungufu. Kwa hiyo Mungu akabadilisha majina. Utajiuliza kwa nini yeye amekaa tu kuzunguka kwenye neno jina? Sababu somo letu linasema una jina, lakini lile jina linaonekana huko hai, kumbe umekufa. Kwa hiyo majina yana umuhimu sana. Ukigundua kwamba una jina la kuwa hai nawe umekufa, basi unaweza ukachukua hatua ya kubadilisha jina. Mfano, wewe unaitwa mlevi, mlalo wa benebene. Unaweza ukaja ukakunja magoti hapo ukasema namgeukia Yesu, ukabadilishwa jina ukaitwa Mkristo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na hiyo ndio sababu injili ilihubiriwa. Wengine wanaitwa wale malaya wa kutupa mbali, malaya wa kutupa mbali. Lakini ukimjia Yesu na kutua mzigo wa umalaya, utapokea jina jipya, mtakatifu wa Mungu. Majina ni mengi mbinguni ambayo yanatupa heshima mbele za Mungu. Hilo jina ambalo linakufanya wewe kuonekana umekufa mbele za Mungu, unaweza ukajitafutia mbinu za kubadilisha hilo jina na kubadilisha tabia zako. Na hapo mbingu itakutafutia jina jipya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haya maneno mawili mengine hayana comment za mingi. Kuna neno lingine pale, kuwa hai. Una jina la kuwa hai nawe umekufa. Kuwa hai ni nini? Kuwa hai ni hali ya kuwepo duniani na kuwa na mfumo wa maisha. Mfumo wa maisha ni pamoja na kupumua, kula, kunywa na kadhalika. Hivi hata kapumzi kakitoka hapa, nimelala pale, niko duniani, lakini mimi sina tena uzima ndani yangu, sina uhai ndani yangu. Tumwelewana bibi? Maiti ngetena chikwe itobaye elewa, lakini tele nabo la Mungu ngina yake. Kwa hiyo kuwa hai ni wakati wewe unaonekana upo duniani, lakini bado mfumo wote wa maisha unaonekana kwako. Huyo maiti ambao ukimpa chakula na kula ni maiti gani? Hana tena mfumo wa maisha. Hawezi kula. Unamwambia yeye bwana, wengine wanalia kabisa na kutikisa, lakini hawezi kufanya maana hana tena mfumo wa maisha. Ni mfu. Lakini mtu aliye hai ni mtu ambaye anaonekana duniani na anaendelea na mfumo wa maisha. Lakini kiroho sasa, kuwa hai ni kuwa na uhusiano mzuri na wa karibu na Mungu. Kuwa na uhusiano na Mungu. Yaani Mungu akiangalia duniani akikuona, mtu wangu huyu. Na hilo limetokea wakati shetani anatembea duniani, anaenda kujidhihirisha mbele za Mungu. Mungu akamwambia, umemwona mtu wangu Ayubu? Ni watu ambao waliishi maisha ya kuwa hai kimwili na kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Basi tulisema kwamba kuwa hai kibinadamu au kimwili ni hali ya kuwepo duniani na kuwa na mfumo wa maisha. Sijui kama bado tuko haraka. Basi sawa. Lakini kiroho, mtu akikwambia huyu yuko hai, jua kwamba huyo mtu ana uhusiano wa kweli na Mungu. Mungu anapoangalia duniani akitaja wawili na yeye yumo. Mungu anapoangalia duniani akitaja 10 na yeye yumo, na kama ni mmoja ni yeye. Sasa ubenge Mungu anatenda ndivyo ni tangolo la wane mtu ni hai, unabe Mungu. Utakuwa miongoni. Na kama wewe hautakuwa miongoni, yaani wewe una jina la kuwa hai na wewe umekufa. Kanisa iteni ile na watu. Hapa tumehesabu 185.
lakini si ajabu linasimama kwa sababu ya watu watatu ambao wako hai mbele za Mungu. Amen. Nafikiri tukiangalia kwa umbali kabisa, Sodoma ilitakiwa iwe na watu 20 tu ili iokolewe, lakini walikosa, na ulikuwa mji ambao ulikuwa na watu wengi. Na hapa tunaweza tukahesabu Betheli na waumini 2000, lakini au 1000 au 800, na ukiangalia kindani Mungu anapotembea anaona mtu wangu anaisha watu 3 au 4, anafunga kitabu. Wale ndio walio na uhai, wengine wamekufa mbele za Mungu. Sitaki kukutisha kwamba labda na mimi nimekufa, nataka na wewe uwe miongoni mwa wale walio hai. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Basi neno la tatu ni kufa. Kufa ni nini? Katika hali ya kawaida, kufa ni kupoteza uzima wa mwili. Ukipoteza uzima wa mwili, hapo wewe umekufa. Hapo katika kupoteza uzima wa mwili, tunaenda kukuta kwamba hapo panakuwa na nini? Panakuwa na mtengano wa mwili, roho na nafsi, hawaendani tena. Mwili anabaki pale anasubiri mavumbi, lakini pumzi inamrudilia Mwenyezi Mungu. Huo mtengano tunauita ni kifo, lakini falsafa ya Wautu inaongea vizuri hapo, hatuwezi kuingilia hayo mambo hayo. Maana inaonyesha jinsi mtu ameumbwa na Mungu katika sehemu kuu 4. Falsafa inaweka 4, kisha inaonyesha jinsi hizo sehemu zinatengana. Lakini kiroho, kufa ni kutenda dhambi na kutengwa na Mungu. Tusomee kwanza Waefeso sura ya 2 mstari wa kwanza. Soma mstari mmoja tu. Waefeso sura ya 2 na mstari wa kwanza. Tuone kama kweli dhambi inaweza kumfanya mtu kuonekana mfu mbele za Mungu. Waefeso sura ya 2 mstari wa kwanza unasema, nanyi mlikuwa wafu kwa sababu ya makosa na dhambi zenu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hata kuitika mtakuwa wafu kwa kuitika. Inabidi tuwe wazima. Mimi nashukuru sababu Betheli wazima ni wengi, wafu ni wachache. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Neno la Mungu linasema nini hapa? Nanyi mlikuwa wafu kwa sababu ya makosa na dhambi zenu. Kwa hiyo katika ulimwengu wa roho, mtu anapotenda dhambi, huyo mbele za Mungu anakufa. Mbele za Mungu huyo anaonekana amekufa. Angalia, tathmini maisha yako na utajioji mwenyewe, utagundua kwamba wewe kwa kweli una jina la kuwa hai nawe uko hai, au una jina la kuwa hai nawe umekufa. Ukijikuta mzigo wa dhambi umekulemea, kuna dhambi ambayo inakuingilia mara kwa mara au unaitenda mara kwa mara, jua kwamba mbele za Mungu umekufa. Hata kama tunaongea na wewe uko hai, lakini umekufa. Ndio maana kuna andiko la Methali pale linasema, heri kuchagua jina nzuri, usichague jina la kuwa mfu. Tafuta jina la kuwa hai mbele za Mungu. Tumalize na neno letu la pili, dalili, sifa na tabia za kufa na kuwa hai kiroho. Kinachoashiria mtu anakufa kiroho ni nini, na au tabia gani ambazo tunapata kwa mtu ambaye amekufa kiroho, na tabia gani ambazo tunapata kwa mtu ambaye yuko hai mbele za Mungu? Sijui kuna watu wanaanza kubebwa kwenye kausingizi, sijui kama ni maono, itakuwa vizuri ili tupate taarifa kutoka mbinguni. Basi tuangalie kwanza dalili, sifa na tabia za kufa kiroho. Mtu akifa kiroho, mambo ni mengi ambayo tutayapata kwake, lakini hapa tutataja tu matano kwa haraka. Kitu cha kwanza kwa mtu huyu, hana njaa ya neno la Mungu hata kidogo. Yaani yeye kusoma Biblia ni kama mkazo tu. Hata hivi ndugu yangu ambaye bado ana anasoma kwa ujasiri, lakini yeye hata kanisani hivi ukimwambia fulani fungua andiko fulani, basi mpaka lazimishwa na anishisome nosi. Yaani yeye Biblia ikitoka kanisani basi haina kazi nyumbani. Na mara hata kanisani utakuta zingine hapa zinafungwa hazifunguliwi. Yaani yeye hana muda kabisa kusoma neno la Mungu. Ukiona mtu ameanza mwaka mwanzo mpaka mwisho ajui kulisoma neno la Mungu, huyo yuko kwenye dalili au sifa au tabia ya kufa.
Sasa uitocho vimwenea ono mwa wajicha nile na ratiba bene ni mweta isoma Biblia. Utaona wengi hapa ratiba za mechi zote za Uingereza wanajua, lakini kuwa na ratiba kusoma Biblia siku moja kwa mwezi ndani ya nyumba ana. Na ukifungulia Biblia hapa anatafuta hata sehemu ya kukimbia. Ukiwa na hali kama hiyo, jua kwamba umekufa mbele za Mungu. Hata kama uko hai, una jina la kuwa hai na wewe umekufa. Maombi ndio usiseme, maana maombi hapo watu wamechoka kweli. Lakini ukiangalia Yesu wakati anatembea na wanafunzi wake, aliweka mkazo kwenye swala la maombi. Anawaambia, ombeni Mungu wala msikate tamaa. Lakini kitu kingine ambacho tutakuta kwa mtu ambaye amekufa kiroho ni nini? Huyu dhambi haimsumbui tena. Yaani yeye dhambi inakuwa kama hali ya kawaida tu. Kama ni ukahaba, yaani mpaka mtandaoni anatafuta wake au waume. Wapo watu ambao wamebobea sana kuingia Facebook. Akiona sura nzuri anaiomba rafiki, basi maneno ya mapenzi yanaanza hapo hapo. Ukiwa na tabia kama hiyo, ukiona kwamba dhambi haikufanyi tena kuogopa au kutetereka, jua kwamba sio wewe, lakini sasa ndani yako kuna maiti ambayo imejilaza ndani. Una jina la kuwa hai nawe umekufa. Yaani unatenda dhambi kama kawaida. Dhambi inakuwa ni chakula chako cha kila siku. Ukiona tabia kama hiyo au sifa kama hiyo unayo, basi una jina la kuwa hai nawe umekufa. Na wengine wanachukua hilo kama kuonekana star. Ama kwamba ndani wako changamanga, hapa tesifa ibona uto manga. Pole sana. Pole sana. Sifa nyingine ambayo inaonyesha mtu ambaye anakufa kiroho, anapenda dunia kuliko Mungu. Yaani vyote chake project zote chile mchwe. Taole project hata yeye moya ikamala Mungu. Ninapata pesa mingi. Kutafuta pesa sio kosa. Lakini mazingira anayotafuta pesa. Nitakupa picha kidogo ya mfano huu. Siku moja pale Lugufu pa. Mtu nahifadhi jina sababu hapa naona nalia iko makini sana. Kuna mtu aliweka duka lake pale kwenye soko la ilikuwa AD. Pale kwetu ni kati ya AD na Asenke ndio kulikuwa soko. Akaweka duka lake pale. Sasa yeye huyu hapa anauza sana, lakini yeye wateja hawaoni kabisa. Na wakifika yeye ana bei ya chini, lakini wanaacha mambo ya hapa wanaenda kununua mambo ya bei ya juu pale. Akamwambia rafiki yake, bwana, mimi nataka nifunge duka maana naona mambo hayaendi. Sasa wakati mwenzake akamwambia, hapana, unafungia duka nini? Naangaika wakati ninapoona watu wanasinzia sana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Unajua hata kulala kwenye neno ni shida, hata kama haiko kwenye ratiba hapo. Sasa huyo akamwambia, njoo nitakupa utaalamu wa kupata wateja. Huyu bwana akaenda kufika pale, akamwambia tafuta mpanga, uandae vizuri, uwe makali sana, uje kwenye saa 12:30. Bwana akaandaa kufika pale, akamwambia nenda pale nyuma ya nyumba yangu, chimba shimo kama shimo kubwa hivi. Akachimba shimo, nenda kwenye mgomba ule, kata lile jani la mwisho kule kabisa. Wabembe wanasema mtonga, piga mpanga mara moja. Akakata kaleta. Yule mwenzake akamwambia laza umo, akaingia akalaza. Si unampanga mkononi eti kata hilo jani basi na utakuja nikwambie kitu cha kufanya. Akabeba mkono kutaka kukata, roho ikasita, akaacha. Bwana kata bwana, hakuna mambo ya kusita hapa. Akapeleka tena wapi? Mara ya tatu mwenzake akamwambia toka. Yeye asema bwana nataka kukata. Yeye akabadilisha mkono tena akasita. Kufunua lile jani hivi mama yake amejilaza kule chini. Bwana Yesu atuhurumie. Amen. Hizo ndizo pesa ambazo tunasema ukiingia kutafuta pesa katika misingi mibaya, wewe ni mtu ambaye umekufa kiroho. Ndio. Lakini wengine wanatafuta sifa za dunia. Sifa za dunia, pesa, anasa na mambo mabaya ya dunia. Ukiona mtu anaingilia mambo kama hayo, usihangaike naye, jua yule ni mtu ambaye amekufa kiroho. Pino atabano ba maneto na ba maseto ekiangai to ngobato ni ndomini kendo achangata sawe ba mwewa atenda vile otenda hii hono to ni kanisa lakini roho wake roho. Taarifa tu habari ambazo
ile demo mwana naolama udhuri. Sasa ukiona mtu kama huyu jua huyu amekufa kiroho. Watu ambao walikuwa na akili kubwa sana ni watu wawili waliokuwa wakienda Emau baada ya kufufuka kwa Yesu. Walikuwa wakiongea maneno ya Yesu Kristo na ufufuo wake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini wale mtu mmoja akiongea makambi fulani, tatoma kwa sababu yake fulani, mpaka nichangie fulani, mpaka mimi wewe bado umekufa. Una jina la kuwa hai lakini umekufa. Amen. Pointi nyingine ambayo inaonyesha mtu amekufa ni mtu ambaye anaoga, ana hofu ya wanadamu kuliko Mungu. Anaangalia wanadamu wataniambia nini kuliko kuona Bwana atasema nini kwa hili. Bwana Yesu atuhurumie. Amwetalo leo conference yao na vile ndio conference Luondo iwe to aite mjumbe shima ko ba mabane wa Luondo kili janga domo nya ayose ndikiona Luondo lakini kila lusuku leshi itozo cha maziwa itoeta vino itopeleleza wale. Lakini Mungu yeye akiangalia una mabane no mtu taikire ndio mabane no mtu. Na ndio maana wengi wanaingia kwenye anguko la ghafla. Wao wanaogopa wanadamu kuliko kumwogopa Mungu. Mungu ndiye wa kuogopa. Biblia inasema nini? Msiogope hata yule ambaye anaweza kuua mwili asiwezi kuua roho. Lakini wa kuogopa ni yule ambaye akiisha kuua mwili anaweza kuua na roho ambaye ni Mungu. Bwana Yesu atuhurumie. Amen. Shida ipo. Ukikuta sehemu ambayo watu wanaangalia fulani hayupo naweza nikatenda dhambi. Fulani hayupo naweza nikatenda dhambi. Hivi trifoza yuko pale anaambia amsahau kanisa na ni mtakatifu. Tayari ona ni tamepia. Huyo anakufa kiroho. Na pointi ya mwisho kwa mtu ambaye anakufa kiroho, huyo anapenda mafundisho ya kufurahisha masikio tu. Tusomee kwanza Timotheo wa pili 4 na mstari wa 3. Timotheo wa pili 4 na mstari wa 3. Timotheo wa pili 4 na mstari wa 3. Kitabu ni cha Timotheo wa pili 4 mstari wa 3 nasema, maana utakuja wakati watakapoyakataa mafundisho yenye uzima. Kukataa mafundisho yenye uzima, ila kwa kuzifuata nia zao wenyewe watajipatia walimu wengi watakaowaambia yale tu masikio yao yanataka kusikia. Bwana Yesu atuhurumie. Huruma. Watu watakataa mafundisho yenye uzima na wataenda kufuata yale mafundisho ambayo masikio yao yanapenda kusikia. Unajua hapa kuna shida. Watu wa siku za leo au kanisa la leo linataka mtu akisimama hapa aanze kusema mutabarikiwa, mutainuliwa, pokea funguo za gari yako. Hiyo ni shida. Hayo ndio mafundisho ambayo wengi wanataka. Hawataki kwamba mtubu, toba ipo. Ukisimama hapa ukianza kuambia watu tubuni, ukiongea kila toba utaona. Lakini ukiwaambia mtapokea magari, atoe pesa china jana, baba bai mfurahi. Wanatafuta mafundisho yale ambayo masikio yanapenda. Na hiyo ni shida. Na hiyo shida haijaanza kwetu. Wakati wa Yesu Kristo akiwa na wanafunzi wake, alianza kufundisha mafundisho ya mbinguni. Akawaambia kuhusu kula mwili wake. Na wakati aliongea kuhusiana na mambo ya kula mwili wake, wengi wakachoma mioyo yao, wakarudi nyuma. Mtoto kuna vitu vingi. Petro ndio kama kwa wetu. Wengi wakarudi nyuma, wakamwacha. Wanafunzi hao wakamwacha, wakaondoka. Na wakati wameondoka, kuna mtu ambaye amekuwa na ujasiri mwingi na mpenda sana, ni Petro. Yesu akatazama, wamebaki wachache. Petro, na ninyi mtaniacha? Na ninyi mnataka kurudi nyuma? Utasoma hilo katika ile andiko ya Luka. Utasoma katika Yohana 6 na mstari wa 53 hadi 16 pale. Yesu anamuuliza Petro, na ninyi mtaniacha? Lakini ukiingia pale kwenye mstari ule wa 16
na 8 pale. Petro akakumbuka akasema, Bwana, twende wapi? Na kwako kuna maneno ya uzima. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maneno ya Yesu ilikuwa ya watu watubu ili waupate uzima wa milele. Na hayo wengi wakayakimbia, wakasubiri wapate yale maneno kwamba utafunguliwa, utabarikiwa. Ndiyo mafundisho ambayo yamejaa sehemu nyingi. Mtabarikiwa mjini, mtabarikiwa mashambani, mtabarikiwa kutoka kuingia. Baraka zinaendana na jinsi nimekuwa hai mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hiyo ni shida. Watu watataka tu wapate yale mafundisho ya kufurahisha tu masikio. Na hivi jinsi ninasema hapa, tuna watu ambao wana majina ya kuwa hai nao wamekufa. Hivi hawataki kabisa. Hawataki. Sio kwamba tunagombeza, tunakumbusha uangalie hali yako. Kama utakuwa katika ule mchakato wa watu ambao wamekufa, upige hatua. Ufanye hatua ya kurejesha uzima. Tumalizie na aka kapi kake kuonyesha hali ya mtu ambaye yuko hai kiroho. Mtu akiwa hai kiroho, kwanza ana njaa ya neno la Mungu. Yaani huyu kusoma Biblia kwake sio kulazimishwa, ni kawaida yake kabisa. Kwanza siku ikipita hajasoma Biblia, hata kama amekwisha kuwa kitandani, na vile nalala na stari ya Biblia vile. Ukiona umefika hiyo hatua, hapo kabisa unaingia kwenye hatua ya kuwa hai. Yaani wewe Biblia inakuwa kama chakula cha kwanza, hiki kingine kinakuwa kama ziada. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Pointi nyingine ambayo inaonyesha kwamba mtu yuko hai kiroho, anachukia dhambi sana huyo mtu. Utasoma mwenyewe katika kitabu cha Zaburi 97 mstari wa 10. Yaani hajisikii vizuri anapotenda dhambi. Hata kama ni maneno mazuri ambayo amesema kwa mtu, lakini bado anajikagua. Mambo ile yanatenda na loja fulani yeye. Na wakati ni neno nzuri na la faraja, lakini bado anakagua maneno yake ya sifa. Lakini ukikuta kwamba unatenda dhambi wewe haujali, uko kwenye kundi la kwanza kule. Sisi tuko kwenye kundi la pili, sisi watu wa Bethel, tuko na majina ya kuwa hai na kweli tuko hai. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sawa sawa. Ukiona kwamba unaanza kuchukia dhambi, basi na wakati unatenda dhambi, Roho Mtakatifu anakukosesha amani. Anafichua hata mambo ambayo ulikuwa umekwisha kusahau, na anakufanya kuteseka mpaka utubu, ndio unakuwa na amani. Wewe umeingia kwenye kiwango cha kuwa hai kiroho. Njove mtema tuna jive velelo eta sambe, bado una jina la kuwa hai nawe umekufa. Lakini pointi nyingine hapa, huyu hapa anarudisha upendo wa kwanza. Utasoma katika Ufunuo wa Yohana 2:24 ukifika kunyuma. Na tunapoongea mambo ya upendo wa kwanza, ni ule upendo ambao unakwenda kumweka Mungu nafasi ya kwanza katika maisha yako. Pesa, anasa za dunia, nini havina kazi mbele zako. Wewe unachokiangalia kwanza ni Mungu, na ambacho kinatoka kwa Mungu ndicho utakachokipokea. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini pia kuwa hai kiroho ni wakati mtu anaona dhambi kwa macho ya Mungu. Tusaidie kwanza kusoma katika Zaburi 51 na mstari wa 4. Tunataka maliza, usihangaike sana. Ndio. Tunabakia haka kapointi na kamoja tu tumalize. Sitaki kuwachosha. Zaburi 51 mstari wa 4 unasema, nimekutenda dhambi wewe peke yako na kufanya maovu mbele za macho yako. Wewe ujulikane kuwa una haki unenapo na kuwa safi utoapo hukumu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Watu wengi anatenda dhambi, lakini anapotenda dhambi yeye, kuliko kuenda kuomba msamaha, anakaa maisha ya kujifariji. Hivi ngine hivi osaidi tinaita Mungu tararo hai. Haangalii hivi dhambi ambazo wanadamu wanatenda ni 665. Sasa wewe kama ambako unadharau wewe ni dhambi mbele za Mungu. Sasa ukiona bado unatenda dhambi, lakini moyo wako unakaa pale kujitetea, jua kwamba unakufa kiroho. Lakini watu kama anaona dhambi kwa macho
mafundisho ya Mungu. Yaani nini? Ni wakati yeye anajikuta ametenda dhambi, kitu cha kwanza anatambua kwamba hili dhambi limenikosesha uhusiano na Mungu. Anaanza kumuomba kwanza Mungu msamaha, na baadaye anamalizia kuomba watu msamaha. Bwana Yesu atuhurumie. Lakini kama hautafikia hatua kama hii, una jina la kuwa hai nawe umekufa. Kumbuka kuna historia ya mwana mpotevu hapa. Mwana mpotevu alipogundua kwamba ametenda dhambi, akaadhimia moyoni mwake kwenda kwa babaye. Na alipofika kwa babaye, neno la kwanza alilolisema, nimekosa mbele za mbingu. Alianza kwanza kuweka connection yake yeye na Mungu kwanza. Na alipoona kwamba mstari umepita, apeli inaanza kupita sasa, connection inakuwa vizuri, akaingia kwa baba. Nimekosa mbele za mbingu na kwako pia baba yangu. Lakini watu wengi anafanya kosa kubwa, anaikalia maneno ya kurembaremba. Hapana, ngena urubiroga kile. Haitakuwa toba. Inatakiwa usikitikie uovu wako na uombe msamaha kwa kumaanisha, na uache uovu, ndipo utapata kibali cha kuwa hai mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mwisho kabisa, anatamani mafundisho yaletayo toba na uzima. Ndilo lile ambalo tumesema. Wote wamemkimbia Yesu, lakini bado Petro anang'ang'ania Yesu. Yesu anamwambia, na ninyi mtarudi au mtaondoka? Lakini yeye anang'ang'ania mafundisho ya uzima. Anamwambia Yesu, twende wapi? Kwako kuna maneno ya uzima. Yaani mimi Petro kuachana na wewe mpaka kifo. Yaani ni watu ambao wamekubali katika mateso na katika raha kuingilia uhusiano wao na Mungu usiharibike. Hawa ni watu ambao wamekuwa wazima kiroho. Kwa leo tunaishia hapa. Tuna somo letu ambalo linabeba kichwa kisemacho, una jina la kuwa hai nawe umekufa. Tulitanguliza somo letu na kuonyesha uandishi wa kitabu. Tukaonyesha mwandishi ni Yohana mtume katika kisiwa cha Patmo na miaka tukaweka, na mada zote za kitabu tukaweka. Tukaonyesha pia hili jina Sardi, kanisa la Sardi, jinsi lilivyomaanisha mabaki au waliotoweka, likamaanisha jiwe jekundu. Na tukaonyesha historia kidogo ya mji wa Sardi, jinsi imeenda kujengwa juu ya mwamba ambao ulikuwa kwenye mwinuko wa mita 450. Na tukaonyesha jinsi wameenda kuweka ulinzi, lakini ulinzi ukashindwa. Tukaonyesha jinsi ibada za miungu zimefanyika katika mji huo, na tukaonyesha kwa nini Yesu achague mji huu kama mfano. Hapo tumesema alichukua hilo kama mfano, jina la Sardi, sababu mji huu ulikuwa na sifa ya zamani, lakini kihalisia ulikuwa umekwisha kuwa tofauti. Kama Wakristo wa leo, anaweza akaonekana leo anafundisha au anatenda matendo mema, lakini kule mbele anaenda kuanguka, anabaki na zile sifa za zamani tu, na hiyo ni shida. Kisha tukaenda kuangalia kusudi la somo, tukatoa makusudi matatu. Tukaenda kuona maneno matatu katika pointi ya kwanza, tukaainisha jina ni nini, na tukaonyesha umuhimu wa jina.